Wanajamii wengi wamekuwa na mitazamo tofauti kuhusu uvaaji wa vikuku, vikihusisha mambo yasiyofaa na kuonesha wengi wanaovaa urembo huo wanapotoka au kwenda kinyume na maadili ya Kitanzania. Miongoni mwa mapambo yanayotumiwa zaidi na wanawake, huku maarufu wake ukiongezeka siku hadi siku, ni urembo aina ya vikuku ambavyo huvaliwa miguuni. Awali urembo huu ulionekana zaidi baadhi ya makabila ya Kiafrika, ukivaliwa na watu wa rika zote, kuanzia watoto wachanga, wasichana, wanawake wa makamo na hata wazee. Watu wengi wanakuchukulia tofauti. Wengine anaweza kukuita mbaya au unabadilisha ile unatoa mpaka sehemu ambazo Mwenyezi Mungu hajaruhusu. Hizo ni changamoto ambazo huwa nazipitia sana. Hivyo inapelekea mtu mwingine hata kama alikuwa anatamani kukivaa anakuwa anashindwa, kuogopa kwamba mtu akikuona barabarani anajua umekivaa, una tafsiri ya kutoa kitu fulani, kwa sababu walioanzisha hizi tabia mwanzo ilikuwa ni urembo. Lakini baada ya hapo sasa hivi inapelekea hadi watoto wa kiume ambao wamejibadilisha wanavitumia. Na je, vipi kwa upande wa kitabu cha Biblia? Swala hili linazungumziwaje? Sasa nimalizie mstari wa 28. Basi yule msichana akapiga mbio akawaambia watu wa nyumba ya mama yake mambo hayo, na Rebeka alikuwa na kaka yake jina lake Labani. Labani akatoka mbio kumwendea yule mtu kisimani. Ikawa alipoiona ile pete na vikuku mikononi mwa nduguye, akasikia maneno ya Rebeka nduguye akisema, hivi ndivyo alivyoniambia mtu huyo. Basi akamjia mtu yule, na tazama amesimama karibu na ngamia kisimani. Kwa nini nimekusomea kokote? Kwa hiyo vikuku alivyovibeba mtumishi wa Ibrahim kwa huu muda vilikuwa si vikuku vinavyotambulisha aina ya tafsiri tuliyokuwa nayo sasa. Sogea karibu kupata elimu katika makala haya. Mimi ni Samuel Godfrey. Vikuku vilianza katika karne ya 20. Vilivaliwa enzi ya Sumerians, ambapo inaaminika ni moja kati ya jamii ambazo zilileta ustaarabu duniani. Zamani vikuku vilivaliwa na jinsia zote, yaani wanaume na wanawake, hasa katika jamii za Wamasai, ambayo mpaka sasa ni sehemu yao ya urembo. Kwa baadhi ya makabila, vikuku vimekuwa vikivaliwa kama mila, na kwamba kila mwanamke anapozaliwa lazima avae urembo huo kwa kufuata desturi na tamaduni zao, tofauti ilivyo sasa ambapo wengi huvaa kwa urembo wa kawaida. Vikuku vinaweza kuwa vya shanga au hata madini kama dhahabu, fedha na shaba zenye muundo kama bangili ambazo huvaliwa miguuni. Katika miaka hivi karibuni, wanawake wengi wamekuwa wakivaa vikuku, na endapo utamuuliza kwa nini amevaa, watakujibu kuwa ni kwa ajili ya urembo tu. Kwa Misri, vikuku vilivaliwa na wanawake kuonesha hadhi walizokuwa nazo katika jamii. Vikuku vilitengenezwa kwa nakshi ya dhahabu na silva, vilikuwa na ishara ya mvaaji ni mke wa mtu mwenye pesa. Vilevile, naye alikuwa ni sehemu ya maamuzi katika baraza au ulimwengu wa wanawake katika eneo husika. Wanawake kutoka mtaa wa Mwembesongo mkoani Morogoro wanasema uvaaji wa vikuku kwa wanawake ni urembo na sio vinginevyo. Kuhusu pambo la vikuku. Vikuku ni urembo wa sisi ya dada. Ingawa kuna baadhi ya watu wanaona vikuku kama ukivaa vikuku yani wanaona kama umevaa ni kitu kibaya, yani wao kwa jinsi wao wanafikiria, yani kama mtu umevaa kitu ambacho hakistahili kuvaa. Lakini kwa baadhi yetu sisi vikuku tunavaa kama urembo na haizuii chochote. Hamna umuhimu sana, lakini kama una uhitaji wa kuvaa unavaa tu kwa sababu ni urembo. Yani ni urembo, unaweza ukauvaa kama ukipenda muda wowote, lakini yani haina ile ulazima. Yani msukumo wa mtu kuvaa vikuku ni muonekano. Mtu anavaa kikuku kwa sababu apendeze tu urembo. Kama mtu yani hamna msukumo mwingine kusema labda sijui mimi kinachonifanya nivae vikuku mtu ajue najiuza bila kumwambia, hapana.
Na kuna watu ambao wanajiuza afu hawavai vikuku. Kwa hiyo tu ni urembo, jinsi anavyoona nikivaa hivi napendeza, nikitokaje napendeza, ni hivyo tu. Kwanza mimi ambao wanasema eti mwanamke akivaa vikuku maana anaona mshamba. Yaani huo tu ni ushamba unamsumbua. Maana usipovaa vikuku kavaa eleni, vitu vile vile. Na ukiangalia tena vikuku vinatengenezwa na vitu vya asili. Tunalinda asili yetu. Vikuku vinatengenezwa na shanga. Zile shanga ni vitu vya kiasili ambavyo mara nyingi sana wanatumiaga Wamasai kutengeneza baadhi ya vitu na bidhaa. Na ukiangalia hizo shanga ambazo zimetengeneza vikuku, hizo shanga ndio zimetengeneza viatu na viatu wanavivaa. Kwa hiyo mambo ni yale yale. Utofauti uliopo mimi nahisi labda kutokana na muundo. Ukiangalia Wasukuma wanavaga zile shanga zinakuwa zimejaa nyingi. Mimi hizo za Kisukuma univalishi. Mambo yanakuwa mengi kama vile unakuwa mganga hapana. Lazia Omari, mvaaji wa kikuku, anasema alivutiwa kuvaa vikuku hivyo kwa sababu aliona na kuiga kutoka nje ya nchi baadhi ya wanawake wakivaa pambo hilo. Kilichonifanya nikavutiwa na uvaaji wa vikuku kwa sababu tulianza kuona nje wanavaa vikuku. Hivyo tukapendezewa na uvaaji wao wa vikuku. Ndipo na sisi tukaanza kuvaa. Wengi wakivaa miguu yote miwili huwa wanatafsiri kwamba wanatoa sehemu zote mbili. Ila kwa mimi huwa navaa miguu mmoja ambao ni mguu wangu wa kulia. Maana natoa sehemu moja ambayo Mwenyezi Mungu amenijalia. Lakini kwa wenzetu wakivaa miguu yote miwili huwa wanatafsiriwa kwamba wanatoa sehemu zote mbili. Jamii ipo aina mbili. Kuna wale ambao wanajua kuwa ni urembo ambao tumeiga kutoka kwa wenzetu. Na kuna wale ambao kwa hata mashoga wanavaa wanatuchukulia tofauti sana. Wanaume nao wametoa mitazamo yao na kusema wanapowaona wanawake wamevaa pambo hilo inaleta tafsiri mbaya kwenye jamii. Mimi binafsi na swala ambalo kwa jamii yetu tunaishi sasa wanachukulia kama ni mwenendo hasi ambao hauendani na nyakati kwa sasa. Sababu mwanamke anayevaa vikuku wanamchukulia kama mwanamke ambaye kama dada poa wanaojiuza. Yaani sio kama fashion kama ilivyokuwa mwanzoni. Kama kulingana na maadili ya dini ya Kiislamu walikuwa wanajali kwamba mwanamke anapokuwa anavaa zile shanga, sui, vikuku ni kama tu mapambo. Lakini kwa sasa imekuwa tofauti. Kwa sababu wengi wanaovaa hivyo wanakuwa wengi wanajishughulisha sana na biashara za kujiuza. Kwa maana kwa sasa kidogo mtazamo umebadilika. Unakuwa hasi. Unajua naona kama vile ni vazi ni pambo la kawaida. Kwa sababu unajua kwa mfano Tanzania yetu ina makabila mengi. Kwa mfano unaweza ukamwona Masai kwa kabila zake kuna vitu wanavaa. Ni mila na desturi za Kimasai wanavaa vile. Na wako makabila na mengine kila mtu ana mila na desturi yake. Na hata leo unaweza ukamwona Masai hajavaa nguo za Kimasai, amevaa nguo za kawaida, lakini mapambo yake ya mila na desturi amevaa. Ni pale tu ambapo wakati mwingine watu wanachukulia kama vile ni vazi la kihuni au ni pambo la kihuni. Lakini wako watu, mbona hatuwezi kumwona Masai amevaa vitu vyake tukasema ni muhuni? Uhuni ni tabia ya mtu. Lakini kwa kweli kwa sababu ya Tanzania na mila zetu na desturi zetu, naweza nikasema labda ni mila yake na taratibu yake, lakini kuja kumwambia mtu eti kwamba ni swala la kihuni, labda akavaa kwa sababu ya kihuni, inategemeana na mtu amevaa kwa kusudi lake gani. Mzee Konstantini anafafanua jambo hilo akisema zamani pambo hilo lilikuwa likivaliwa na kuonekana kawaida, lakini kwa sasa linaonekana tofauti kwa sababu baadhi ya wanawake wanavaa ndivyo sivyo. Hivyo vitu vilikuwa vinafanyika tangu enzi hizo. Na lile lilikuwa linafanyika kama ni mila za watu. Baadhi ya makabila mengi tu walikuwa wanavaa vile cheni kwenye miguu. Kuna mwingine anavaa cheni mguu mmoja, kuna mwingine anavaa cheni miguu yote miwili. Sasa hivi kwa sababu ya utandawazi unajua vile vitu vinafanyika, watu wanavitafsiri tofauti. Ni mapambo tu ya kawaida. Watu wa mila wengine walikuwa wanatumia kama vile zile cheni walikuwa wanatengeneza, wanafunga na dawa fulani zinavalishwa. Ila sasa hivi watu wamechukulia kama fashion, wengine tunatafsiri tofauti, inategemea na mtu na uelewa wake. Lakini kwa mtu ambaye
sisi tulioona vile vitu vilianza mida hizo tunajua ni vitu vya kawaida, ila kwa vile sasa hivi vinavyofanyika tofauti na maadili ya zamani. Viongozi wa dini nao wanazungumzia pambo hilo kinaga ubaga. Kwa hiyo vikuku alivyovibeba mtumishi wa Ibrahim kwa huu muda vilikuwa si vikuku vinavyotambulisha aina ya tafsiri tuliyokuwa nayo sasa. Biblia inasema baada ya Labani kuviona vikuku mikononi mwa dada yake ambaye alikuwa anaitwa Rebeka, kwamba kwenye akili tu kwa Labani ikajua kabisa kwa aina ya hii pete na kwa aina ya hivi vikuku si mtu wa kawaida ambapo anaweza akawa navyo. Kwa aina ya hivi vikuku na aina ya hii pete wanakuwa navyo ni aina ya watu ambao waliopata wachumba au waliotambulishwa uchumba kwa nyakati hizi. Kwa vikuku vilivyokuwa vinatafsirika kwenye nyakati za Biblia, nyakati za mwanzo na nyakati nyingine kwa ukisoma neno la Mungu, ni vile vikuku vinavyohusianisha kwamba mtu aliyopata mchumba anayetaka kuolewa. Lakini nikija kwenye upande wa pili sasa wa kidunia wa saa hizi, na lazima tujue yote tunayofanya sasa si mambo mageni. Biblia inasema hakuna jambo jipya chini ya jua. Mwanamke, sheria yetu ya dini ya Kiislamu, ndio ambaye anatakiwa ajipambe ila kwa mipaka ya kujipamba. Na anapojipamba mwanamke huyu, basi mapambo hayo amuonyeshe mume wake wa ndoa. Si kujipamba akatembea barabarani na watu kuona. Mapambo katika Uislamu yameruhusiwa kwa mwanamke, ana mapambo yake, na mwanamume naye ana mavazi yake ambayo anaweza akavaa kaonekana ni mwanamke. Kwa hiyo mwanamke akivaa mavazi ya mwanamke, basi sheria ya Kiislamu itamhesabu na yeye vile vile ni mwanamke. Kwa hiyo tunapozungumzia mapambo ambayo sheria ya Kiislamu haikukataza mwanamke kujipamba, lakini wapi ajipambe, nani amuonyeshe mapambo yake hayo ambayo anayavaa. Mariamu Ibrahim, yeye ni Mmasai, anaelezea utofauti wa pambo hilo na kabila la Kimasai. Upande wetu sisi imekaa vizuri, hata kama ukivaa moja hatutafsiri vibaya. Lakini kwa watu hawa baki ambao sio Wamasai, it means hawa nini, watu wa Bantu, hao wakivaa kimoja wanatafsiri vibaya kwa sababu sio kama dunia yao. Wanavaa kama urembo. Mtoto wa kike ukivaa kile kimoja tafsiriwa vibaya. Ila kwa sisi Wamasai hata ukivaa kimoja ni sawa kwa sababu si mtamaduni yetu. Endelea kufuatilia vipindi vinavyofuata hapa. Asante na kwaheri.